Tumekuja hapa leo tukiwa wana DCP, mimi nikiwa naibu mwenyekiti na tukiwa na wa chama na tukiwa na coordinator wetu hapa wa chama cha DCP, na pia tuko na waniaji wengi hapa ambao pia ni members wa DCP, na tumekuja kwa sababu ya tendo ambalo lilifanyika ilikuwa tarehe 14 Jumapili katika kanisa la AIPCA Karure pande ya Gatundu. Na la muhimu ni kwamba yale matendo ambao tuliona hapo yalikuwa ni ya watu ambao wametolewa katika aina mbalimbali, wametoka katika upande mbalimbali. Wengine tunaona ni wamama wa soko waendagi kanisa, wengine tunaona ni wauzaji wa mahali tunajua, wakapatiwa kitambaa ambacho kinakuwa ni cha kanisa, wakavalishwa, alafu wakaja kuanza kukemeana kisiasa. Na nataka kuambia hawa mama, mliwafanyia na mliwadhulumu wa mama wa kanisa wale taratibu vibaya sana, kwa sababu haitakikani kamwe wewe kuwa mfano mbaya kwa watoto wetu, ya kwamba uko na kitambaa umevaa, alafu wewe mwanzo ndio wapanda juu ya kiti unaanza kukemea mwanasiasa na uko ndani ya kanisa. Ni kuonyeshana wewe hauna dhamana na kanisa, ni kuonyeshana wewe ya kwamba hujui kanisa ni kusemaje. Na tunataka kumwambia ambaye aliwaleta hapo, na hatuna shaka ni nani, alikuwa ni Alice Ng'ang'a ambaye ni mbunge wa Thika. Na tuliwaona hata nyinyi wana habari mliona. Na mwambie watu wetu kweli, wakati wale watu wameketi kule na wanaonekana hawaongei ama hawashout, anafanya hivi ni kama kwaya ana conduct hivi, ati muamke mwanze kupiga mayowe. Hiyo ni tabia mbaya, ni tabia mbaya tuwezi kuhusisha na mama wa heshima. Na kama wewe unataka kuheshimiwa, Madam Alice, wachana na mambo ya kuharibu kanisa. You cannot, wewe uwezi ati wewe peke yako on your own, wewe ndio unaharibu kanisa ya AIPCA. Unatuletea watu wa aina mbalimbali ambao hata wajui, ukaleta mpaka mwanaume nikamuona amevalishwa kitambaa cha mwanamke ambaye ameamuliwa katika kanisa. Ole wako, shimoni, aibu kwako. Mkiwa na wale wengine kina Kororia ambaye mlikuwa nao hapo, mkiwa na kina Ishungwa ambaye mmepewa pesa na Kasongo ili muweze kuharibu Kiambu, ati mnataka kupasua Kiambu itoke katika mlima. Na sisi tuwasema tukiwa hapa wote, na hata wewe na kusihi msikizaji, ya kwamba hata wewe useme kama wanakula chakula chao wakaweka kwa tumbo, wasituweke katika hiyo orodha yao. Sisi tunajua ukweli ya kwamba tumbo yenu mkijaza mwende, na ikifika ni wakati wa 2027 tutachagua viongozi ambao wako na heshima, ambao wanamcha Mungu, wanamuogopa Mungu, na wako na tabia nzuri ambayo itaigwa na watoto wetu. Mheshimiwa, umekemea Waziri Roko kwa semi zake za kutaka kugawanya mlima. Mlima utatenganishwa? Ni kama nilivyosema ya kwamba Mheshimiwa Mbarire, gavana wa Embu, na Mheshimiwa Roko ambaye alichaguliwa juzi tu, na sijui anafikiria ametoa mamlaka wapi ya kuongea kwa niaba ya watu wa Meru, akasema ati anataka kupasua mlima. Lakini tumwambia Roko, kama wataka pasua mbele, utapasua mlima, na hata hiyo mbele utajaribu kupasua haitapasuka, kwa sababu tangu milele tumeshikamana, watu wa mlima wameongea na sauti moja, na hata wakati huu tutaongea na sauti moja. Roko, kwanza mwaka sijui hajapita, hata kama ni kutairi ulikuwa umetairi, haungekuwa umepona. Tafadhali nenda polepole. Tumekuwa kwa siasa miaka nenda miaka rudi, na mnaona vile tunaongea kama watu ambao wana nidhamu. Naomba wewe Roko uache kuongea mambo ya kugawa mlima kutoka pande ya Mount Kenya East. Nataka kushukuru Mheshimiwa Mithika Linturi kwa sababu alimwambia asiongee kwa niaba ya Wameru. Wameru wamejiondoa.
Sasa Ruku unataka kutoa Embu upeleke wapi? Na Embu they are our cousins, they are our friends. Wewe Ruku, tafadhali jiondoe, pea kura yako Kasongo, enda na yeye kwenye ataenda, kwa sababu sisi tunajua wote tutashikamana, tutakuwa katika debe moja, watu ya mlima, wale ambao wamedhulumiwa na Kasongo na ambao wanajua one term is real. Mimi ningetaka kusii watu wa kanisa, kwa sababu hao waheshimiwa akina Aris Ng'ang'a na wale wengine walishikana, walifanya madhara kubwa sana, na wao wengine wao wamelelewa kanisa kama mheshimiwa Kororia. Huyo ni mfuazi wa kanisa la Independent Church. Wakati Kororia alikuwa anaangalia, hakuwa ameona hao watu wamefanya wrong, wamevaa wrongi na wameweka hizo midila. Hakuwa anaona hao watu sio wa kanisa. Waliwezaje kusimama hapo mbele na bishops wakiangalia vijana wamefunga hiyo kitabaa? Wamefunga kitabaa ya kanisa ambao imebariki, na kila mwaka tunaenda sherehe yao kuchoma mafuta ya kubariki hizo vitabaa. Kwa nini waliharibu jina la Independent Church? Sisi mhubiri tunataka ambiwe ya kwamba we are fully behind Independent Church and nobody, hakuna mtu hata moja ataruhusiwa apoteze na haribu kanisa la Independent. Hilo ni kanisa la mababa na babu zetu. Na kwa hivyo huyo mhubiri aende, abebe msalaba yake aende akahubiria watu wake. Amefanya kama vile Gasa wa Jiriri alitufanya juzi. Ni ya IPCA. Hii ni ya IPCA ingine. Huyu anataka kuharibu ile jina ya wale watu tunaheshimu kabisa. Kwa hivyo tunataka kumuomba Bishop Muthuri, tunamheshimu sana, lakini vinyangarika wamekuja kuharibu kanisa lake na kanisa la mababa wetu. Tutamsupport na tusupport kanisa hilo la baba wetu, na watu wasipige kanisa ikae kama vile ilikuwa kitambo. Kulingana na assessment yako, guns walikuwa wameletwa kwa hiyo hafla? Guns waliletwa wengi kwa sababu kanisa la Independent halivangi hiyo kitabai varangi, na watu wako na longi na racket ambayo imekatakatwa kwa miguu na wamesagi pia. Hakuna kijana hata mmoja ako supposed kuvaa hiyo kitambaa na waliwaleta. Hakuna mwanamke hata mmoja anavaa midila na anachoma ile nini na ameweka tattoo. Hiyo kanisa haibebangi watu wenyewe, na uwezi barikiwa, uwezi fungwa kitambaa hiyo kama umekaa namna hiyo. Kwa hivyo wale watu walitoa pesa, lakini mjiulize, nani alileta vitabaa? Nani alifunga hawa? Na kwa sababu waheshimiwa alikuwa ameketi hapo, Aris Ng'ang'a anajua vile Independent inakaa. Bishop anajua vile Independent itakaa. Waheshimiwa kama Kororia ni mfuasi wa kanisa la Independent. Kwa nini aliangalia hao vijana akifanya hivyo, na wale wafuasi wa hilo kanisa wameweka nyuma? Na ni Gatundu North, na hakuna Gatundu North na Gatundu South, tunakuanga kitu kimoja. Kwa hivyo tumekasirika sana kufuatia hiyo maneno.